sikukuu ya Eid el-Fitr na sikukuu ya Pasaka. Nikupe mchongo kuwa kwa Mchina Store wanakuletea bei nafuu kabisa ya ofa kwa nguo za watoto, wakubwa pamoja na wakina mama. Unaweza ukapata jinzi yako kwa shilingi 17,000 tu, lakini pia utapata t-shirt yako kwa shilingi 10,000 tu, lakini pia utajipatia viatu kwa shilingi 10,000, mashati kwa shilingi 10,000, lakini pia wanauza jezi za timu mbalimbali kwa bei ya shilingi 10,000 tu. Maduka yetu yanapatikana Dar es Salaam katika eneo la Mbezi Louis, roundabout ya Kinyerezi karibu na sheli ya Mount Meru, lakini pia tunapatikana Dodoma katika stendi ya 88 ya mabasi ya mkoa ndani ya jengo la Dig In Terminology. Lakini kwa mawasiliano zaidi piga 0753788977 kwa maelezo zaidi. Usikose, ofa hii ni kwa ajili ya muda mfupi tu, ni kwa ajili ya sikukuu hizi za Eid el-Fitr pamoja na Pasaka. Nipo mbele yangu na ndugu yangu Muhammad Makawila. Makawila, kwema? Kwema ndugu yangu. Mzima? Mzima kaka. Mambo yanaendaje? Tunashukuru, tuko vizuri. Muda mrefu hatujazungumza. Pilika hizi za hapa na pale. Wakati mwingine tunakuwa na mambo mengi, kwa hiyo unakuwa huko mimi nakuwa huko, hivyo tunakuwa tunabishana kidogo. Makawila, tulikuwa na msusi mkononi. Na siku moja uliwapigia simu msusi mkononi hawa kwa ajili ya kuja kumsuka shemeji na wakaja. Alikuja akapendezesha shemeji yako vizuri kabisa. Lakini sasa hivi tuna maduka yetu ya kwa Mchina Store. Nimesikia kitonga cha kwa Mchina iko, nafikiri inabidi baadaye niingie pale Kinyerezi. Nende nikaangalia viwalo watu. Kwenye stendi ya Mbezi sio kisinda. Kama unajua sisi ambao tuna utitili kidogo wa vijana kuanzia watatu kwenda mbele lazima wajiandae mapema, maana nisema siku bado za kesho kutwa stuka Eid hapa, alafu watoto hajapata viwalo. Na wewe umesikia 10,000 unapata. Hiyo kitonga. Hiyo kitonga maana kama unapata jinzi kali kabisa. Ukienda na laki na 50 laki 2 maana unaweza kumaliza shopping ya vijana wako watatu, ukarudi na gunia. Hiyo ni kitonga. Lazima na mimi kwanza imekuwa vizuri. Tangazo liko kwa Truth hapa na mimi nipo karibu na Truth, kwa hiyo imekuwa ni neema kwangu. Lazima nifike pale niende nikaangalie chochote ambacho kinaweza kuwafaa vijana wangu. Yes. Makawila bwana, dabi ya Kariakoo ilivunjika. Ilitakiwa kucheza Machi 8 siku ya Jumamosi. Mengi alizungumzwa, niliongea na wewe pia, nikupigia simu ukazungumza mengi sana, ukatoa, nikamwambia Makawila siwezi kuja sasa hivi kuongea na wewe. Mechi imeghairishwa, lakini bodi ya ligi wamesema wataipangia tarehe nyingine mechi hiyo kwa ajili ya kuchezwa. Lakini msimamo wa Young Africans pamoja, lakini pia tumemsikia makamu wa rais wa Young Africans amezungumza kwa msimamo wao hawatacheza dabi hiyo. Wewe msimamo wako kama shabiki upoje baada ya mechi kuisha? Kwanza ni mara nyingi nimekuwa nikitoa pole kwa matukio kama haya kwa wapenzi wa mpira ambao wao malengo yao makubwa ni kuona mchezo siku unaopangwa ucheze, na ndio burudani ambao tunaipata sisi ambao tunataka mpira ucheze na tunapenda mpira. Kwa hiyo yakitokea mazingira sintofahamu, manake kazi inabakia sasa kwenye mamlaka kujua wao wanafanya nini. Yes. Wakae wazungumze, watuletee jambo ambalo litakuwa na tija kwenye mchezo wenyewe kwanza. Kwa sababu hizi taasisi zenyewe zote nafikiri uti wake wa mgongo ni mchezo wa mpira, maana zimetengenezwa au zimeundwa kwa ajili ya mpira. Kwa hiyo kitokea mpira uchezwi, moja kwa moja zinakuwa kama zinapoteza ladha ya kuwepo taasisi zenyewe. Kwa hiyo wakae wao watatu, kwa sababu hapa naona ni taasisi tatu hizi ambazo ndio zimesababisha mechi isichezwe kwa jambo moja ama nyingine, kila mtu mmoja kwa nafasi yake. Kwa hiyo nafikiri mimi maoni yangu ni wakae watuletee tu majibu ambayo yatakuwa yametupendeza na yatakuwa mazuri kwa ajili ya mchezo wa mpira wenyewe. Nafikiri hilo ndio jambo muhimu. Mpira unataka uchezwe na mambo mengine. Tunajua soka la Kiafrika na mambo mengi, bado tupo kwenye kujitafuta. Bado hatujakaa kwenye standard nzuri kama wenzetu Europe unavyoona, yani kila kitu kinakuwa kipo kwenye line, yani watu tena likitokea kosa la kikanuni tayari majibu yake yanakuwepo automatic. Kwa hiyo huwezi kusikia watu nafikia kwenye hatua ya kusema tutagomea michezo na nini. Kwa hiyo bado tunaonyesha Afrika kwenye football hatujakaa sawa kwenye mchezo, kwenye kutengeneza kanuni ambazo tuna uwezo wa kuzisimamia kwenye 100% ama 95 ama 90. Bado tunakuwa tunasheki kwenye mazingira ya kusimamia kanuni na sheria. Kwa hiyo nafikiri ni kwenye kujifunza bado. Hata ukiangalia timu nyingi za Kiafrika, mashirikisho mengi ya nchi za Afrika bado ni machanga kwenye kuendesha taasisi hizo. Kwa hiyo nafikiri kiumri wameanzisha muda mrefu, lakini ukiangalia kimenendo hao wa kuendesha taasisi bado kuna teteleka. Nafikiri hilo la kufanywa kazi na viongozi wanaliona, taratibu tutaendelea kujimarisha, kwa sababu hii ni dabi ya 18 inaharibika. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu hapo lazima kirekebishwe ili tusiwe tunarudia tena kwenye matukio ya kuahirisha mechi ambao yanatokea mambo sintofahamu. Hapo matukio makubwa yakitokea, hata mashabiki kumwambia mechi imeahirishwa kwa ajili ya jambo fulani na kwa hana haja ya kuhoji wala kuleta mijadala, kwa sababu ni mazingira ambayo
ni ya kawaida hata kwa wenzetu kwamba maendeleo yanatokea, lakini kwa mazingira ya dabi hilo yaliharibika, kuna kitu kinaonekana ndani ya bodi ya ligi na TFF hakiko vizuri. Kwa hiyo wataangalia cha kufanya nini, nafikiri watakuja na utatuzi tu. Makawila, ukiangalia mengi yanazungumzwa mitaani, kila mtu anazungumza lake kuvunjika kwa mechi ile. Kuna watu wanaosema Simba Sports Club sijui walikuja na mbuzi kwenye mabasi, mara wengine wanasema mabasi 5 yalikuja nini, lakini ukiangalia barua ya Simba Sports Club wao waliandikia, waliotoa wanazungumza kuzuiwa na mabouncer ambao wanazaniwa kuwa ni wa Young Africans kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho. Lakini pia ukiangalia hata barua ya ile ya bodi ya ligi nao wanawataja mabouncer hao ambao wanadaiwa kuwa ni wa Young Africans. Lakini tumemsikia mjumbe wa bodi ya Young Africans Alex Ngai, yeye amewakana hao mabouncer wa Young Africans. Hawa mabouncer wana afya gani katika soka letu? Ikiwa kama hawapo kikanuni na chama cha soka, bodi ya ligi kia inathibitisha, kwanza hilo ni kosa. Kama watu hapo kikanuni, maana yake hatakiwi kuwepo kwenye sehemu ya mchezo. Kwa hiyo ukisema wewe bana mabouncer wamefanya jambo A wakati kwenye kanuni hawatakiwi kuwepo na hawapo kikanuni, basi hilo litakuwa ni kosa ambalo chama cha soka cha Tanzania kinafanya makosa, kwa sababu mimi siamini kama jeshi letu la ulinzi na usalama la nchi linashindwa kuwaondoa watu. Jeshi la polisi linashindwa kuwaondoa kama hapo kikanuni. Wanaweza kuwaondoa, kwa hiyo kuendelea kuwaacha kama hapo kikanuni makosa. Kama hapo kikanuni wanatakiwa wapewe semina ya kuelekeza kwamba mchezo unahitaji nini na nini kinataka kufanyika. Kama labda hawajui kanuni zinataka nini. Na ukiangalia timu mbili bwana, Simba na Yanga, haya yote Salungu wanakuja baada ya kuwa matukio yametokea, lakini utamaduni wa timu hizi bwana, wana mambo mengi sana, mechi zao zina mambo mengi sana nje ya uwanja, ambazo wewe kama mpenzi wa mpira wa dhati wa kweli kabisa, ukifuatilia mambo ya nje ya uwanja unaweza kuona hata mechi zao zenyewe zinakuwa kama sio mechi za mpira. Yani kuna mambo mengi sana yanafanyika nje, tabia za kishirikina, imani za kishirikina zinakuwa nyingi kuliko sayansi ya mpira. Kwa hiyo mimi nafikiri watu wasegemee sana mabouncer hii dabi ya ngapi inaharibika bwana. Hiyo ni sababu ndogo tu ambayo ukiangalia kwa undani haiwezi kusababisha mechi zifanyike, kwa sababu sisi na polisi wanalinda pale. Kama hapo watu kanuni zinasema hivi, wangekuja viongozi wa TFF pale wangemaliza jambo dakika 0 tu. Kwa hiyo nafikiri yapo mambo mengi ya nje ya uwanja ambao kwenye timu zetu hizo yanakuwa naaminiwa ndio anasababisha mpaka mara nyingi hizo mechi hizo zinakuwa ina sintofahamu nyingi zinafanyika. Mimi binafsi naona hapo kwenye chama cha soka na bodi ya ligi watakuwa fanya marekebisho hapo. Kama watu hapo kanuni asiwepo waondolewe kabisa ili tuendelee kuona burudani, kwa sababu sisi haja yetu ni burudani. Makawila, sasa msimamo wa Young Africans ni mechi wamegomea. Na bodi ya ligi wamesema watapanga ratiba ya mchezo huo kurudiwa tena. Wewe kwa wewe unaona mechi ya marudiano ya dabi itakuwepo? Mimi naona itakuwepo tu, kwa sababu hizi timu mara nyingi kesi zao zinaamuliwa nchi hii bana, kesi nyingi za mpira zinaamuliwa wanasema kinani, wanasema tuseme nini? Watu wanaacha kanuni na sheria wanakuja kwenye busara. Ndio mara nyingi umekuta juzi tu hapa kesi ya Yanga na Faisal Salum ilikwenda kuamuliwa kwenye sintofahamu ambazo mtu wote anapenda mpira kumueleza hajui nini kilitokea. Kwa hiyo mimi nafikiri wao Yanga wanazungumza mambo ya sheria na kanuni, lakini mpira wetu hauendeshwi na sheria na kanuni. Bado hujafika kwenye mazingira hayo. Unaendeshwa kwenye maagizo tu. Yatakuisha tu. Yanga anaweza kutaka kusimamia kanuni lakini ikapigwa simu moja tu jambo likaisha. Kwa hiyo mimi nafikiri huko wale watu wasiwazi, mechi itachezwa tu. Sababu hii nchi mpira uendeshwi kwa kanuni na sheria. Unaendeshwa kwa maagizo tu. Mara nyingi wameshashuhudia maagizo yanatolewa kwa wakubwa, mipango inabadilika. Kanuni na sheria zinawekwa pembeni, watu wanafanya maamuzi kwa kutumia busara. Kwa hiyo mimi nafikiri busara zitafanyika na mechi itachezwa tu. Watu wasio na wasiwasi. Makawila, taarifa iliyotoka jana kutoka pale shirikisho la soka barani Afrika CAF imetoa taarifa kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa muda. Hii taarifa imewashtua wengi wakijiuliza, uwanja wa Benjamin Mkapa hivi karibuni hujachezewa sana. Ukiangalia mechi ya mwisho ilikuwa ni mechi Azam dhidi ya Simba Sports Club, baada ya hapo hujachezwa tena. Wao barua waliotoa wanasema eneo liloharibika ni eneo la pichi, inabidi lifanywe marekebisho. Eneo la pichi hili limezua mjadala, ilichezwa lini mechi hiyo? Kwa uwanja umeharibika hivi. Maana unajua shirikisho la soka barani Afrika ni shirikisho kubwa sana la mpira Afrika hapa. Ndio baba yetu tuseme kwenye soka la Afrika. Kwa hiyo mimi siamini kama CAF wanaweza kuja kuangalia uwanja ambao una mapungufu kisha wao wakasema una mapungufu. Kwa hiyo kuona mpaka amethibitisha hilo, maana mapungufu yatakuwepo. Unajua kwenye hizo kamera unaweza kuziangalia nyasi zikipigwa picha ukaona ni uwanja bora sana, lakini wao wakaguzi wanakuja wakagui na kamera Salum ambazo mimi na tunaangalia. Wao wanakuja naangalia chini ya nyasi kuna kona ule udongo. Ule udongo na muda mwingine unaweza kuta nyasi ziko vizuri juu, lakini ule udongo ukawa ni laini, ukigusa tu hivi unameguka. Kwa hiyo sehemu kama hiyo maana yake ile pitch inakuwa inapoteza ladha, mpira unashindwa kutembea vizuri, unakuwa
kama unapoteza unakuwa na unarunda hivi. Kwa hiyo kafu unakuja kukagua uwanja. Wewe sio na shaka, yani kafu akisha kukagua kitu akisema hiki kina mapungufu. Na uwanja ule mimi nasema sio tu kwenye nyasi, hata vioni kuna mapungufu makubwa. Toka uwanja ule umezinduliwa, mimi sijawahi kwenda pale uwanjani nikakuta sehemu za vyoo ziko vizuri. Yaani kuna mazingira mengi ambayo natakuwa fanyia marekebisho. Hii kufunika mambo haitatusaidia. Uwanja ule ni mkubwa, ni uwanja ambao una heshima kubwa, lazima utengenezwe kwenye mazingira mazuri ambao hata haya mambo tunayohitaji kwa mashindano yanahitaji kuja kuchezwa hapa. Basi haya mashindano yanahitaji uwanja uwe una ubora, lakini uwanja ule kuangalia una mambo mengi ambayo yako vizuri. Kuzimika taa, maji unakuwa shida, ukenda vioni kunakuwa na mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hiyo lazima tuzungumzie mazingira kama haya. Kama kafu amesema hivyo, basi shirikisho letu na serikali warekebishe uwanja unaotumika kwenye mazingira mengine. Wewe unasema hajacheza mechi, lakini kuna mashindano yamefanyika pale ya Qur'ani, huwezi kujua watu alikanyaga pichi ile kama imeharibika. Kwa hiyo kafu mpaka anakuja kusema uwanja una mapungufu, itakuwa ni kweli una mapungufu na unatakiwa urekebishwe ili uwe vizuri, kwa sababu kuna mashindano mengi tunahitaji kwa host hapa. Huwezi host mashindano hayo kama viwanja vyako vinakuwa leo viko hivi, kesho viko hivi. Kafu anaweza kutufutia hata wenyeji wenyewe wakaenda sehemu nyingine ambako kuna viwanja vizuri, sababu wenzetu kule nimeona Kenya, Uganda viwanja vyao wamevitengeza vizuri, sasa hivi vina ubora. Hata Rwanda kwa ukiangalia mazingira kama wanaweza kahamisha tu hapa katumia hizo nchi 3 kwa ajili ya mashindano haya ya CHAN pamoja na AFCON, kama tutaendelea na mazingira, kwa sababu uwanja wenyewe tunautegemea kwenye 70% ni ule. Sasa kama ule wenyewe una matatizo, viwanja vingine itakuwaje? Kwa hiyo mimi nafikiri shirikisho lina kazi ya kufanya pamoja na serikali kutengeneza mazingira ya kurekebisha uwanja ili tuweze kupata mashindano ya coast kama vile ambavyo CAF tayari ishatupa nafasi. Kauli tumalizie na mechi yenu mcheza jana CRDB Confederation Cup na mkaibuka na ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Coastal Union. Lakini kibwa linalozungumzwa ni Jonathan Ikanga Lombo, kiwango alichokionyesha. Mechi ya kwanza amecheza pale mkoani Mwanza, ilikuwa dhidi ya Pamba Jiji. Alicheza dakika chache, lakini jana pia akaingia kipindi cha pili kacheza dakika chache. Kiwango chake mmeridhishwa nacho mashabiki wa Young Africans? Kwa level ya soka letu hili ni mchezaji anayefaa, kwa sababu level ya soka letu unajua, na sisi tuna mashindano mengi ambayo tunashiriki. Kwa hiyo mwingine anapata nafasi huku, mwingine anapata nafasi huku. Nafikiri mdogo anaweza kuja kutupa kile ambacho tunakitegemea. Talent inaonekana ipo, yes, lakini fitness bado haijakaa sawa pande wake. Nafikiri kidogo anavyoendelea kupata nafasi kwenye dakika chache atakuwa vizuri tu. Fitness yake ikiwa sawa, nafikiri anaweza kutupa kitu baadaye. Lakini kwa sasa hivi nafikiri Yanga tuna mainga wengi ambao wanamzidi yeye uwezo. Kwa hiyo atahitaji kuingia hivi taratibu hasa kwenye mashindano kama haya ya CRDB Federation. Ligi kuu atangaza zile mechi ambazo zina nafuu. Yes, lakini ukizungumzia mechi dume, sisi tuna mainga ambao wanaonyesha tayari wanaonyesha na kitu gani kwenye ligi yetu. Kwa hiyo siamini kama Ikanga Lombo anaweza kaa nje mainga ambao anacheza Young Africa sasa hivi. Isipokuwa kwenye mechi kama zile za kutafuta fitness ambazo naona kidogo matokeo kwa pande yetu, atakuwa anacheza taratibu, ataingia tu kwenye kikosi taratibu, hata asiwe na haraka sana.